Pastor Rose alikuwa anazungumza juzi. Video zake zimetrend kila sehemu. Kila mtu anaongea la kwake analotaka kuliongea, lakini ukweli ni kwamba mmeelewa? Mnajua ni nini anamaanisha? Mnajua kasema ukweli na yanawauma hapa na kichwani mmeyaweka hapa. Ni heri ukae kimya, usiseme kitu chochote, uendelee na maisha yako, aidha umeamua kufuata ushauri au hujaamua. Lakini alichokisema ni kweli. Sasa huyu kaja kutolea mfano eti alafu Pastor Rose anasema tusifue boxer. Jamani, huyu mnajifanya hamkumuelewa Pastor Rose. Pastor Rose alichokuwa anasema basically, usikae tu kwenye ndoa, how contribute chochote. Let's say bahati mbaya mwanaume wako amezima tu ghafla. Hawa watoto unafanyaje? Mpaka uje kugombania mirathi sijui nini vikae sawa ni leo. You need something cha kufanya. Hata ikitokea mwanaume wako amezima bahati mbaya, una backup plan. Watoto wataendelea kwenda shule wakati tunaendelea kusort vitu vingine. Ina maana mnataka kuniambia kwamba hiyo point ya kuielewa. Ni wanawake wangapi mnaingia kwenye ndoa na wame zenu, mnawavumilia kwanza wana shida, mnanunua viwanja, mnanunua magari, mnafungua mabiashara. Mwisho wa mwisho dini inaruhusu kuoa wanawake watatu. Unaongezea wa pili na watatu. Mwanaume anafariki na bibi ugawane ulichohangaika nacho wewe na mume wako, wengine wote wakiwa hawapo. Wangapi? Niambie roho inapouma hapo. Niambie. Lakini ukiwa wewe una hela yako, ulishajua kwamba jamani, licha ya kwamba nimeolewa natakiwa kumhudumia mume wangu 1 2 3, inabidi niwe na kibiashara changu na mimi, inabidi niwe na kitu fulani kinaendelea. For your own good. Wewe unategemea usipojipenda wewe, nani aje kukupenda kwa niaba yako? Nani aje kukupenda kwa niaba yako? Nani? Wangapi mnakuwa mko nyumbani unashangaa tu, wanakuja watu wa benki, mume wako anadaiwa na mkopo. Kaweka hati ya hii nyumba kwamba akishindwa kulipa, tuchukue nyumba. Huo mkopo hukuwahi kuona ulipoenda? Hujui ulifanyia nini, kumbe mchepuko alinunuliwa gari. Wangapi huko ndani mume wako anakuja, anakuambia mke wangu naomba nisamee, kuna mwanamke nje huko ana mimba. Niambie, hamna mwanamke anaweza kukubali kuendelea kubaki kwenye ndoa ikiwa mume wake kampa mimba mwanamke mwingine. Niambie, una uwezo wa kutoka. Kwa sababu yale maumivu huwezi kuyaendo. Utaacha kutoka. Una biashara zako zinaendelea, una vitu vyako vinafanyika. Utaacha kutoka. Wangapi mnabaki kwenye hizo situation ikiwa hamtaki kubaki? Hutaki kubaki. Ni nani anayekubali kwamba mwanaume wake kamtia mtu mwingine mimba anakubali tu kubaki wangangani hapo? Tena unakuta wewe mke mkubwa unamtumia yule mchepuko message, naomba achana na mke tena achana na mume wangu, anakutumia message, sema naomba na emoji za kucheka. Utabaki. Pastor Rose aliposema mimi siwezi kufua boxer, siwezi kuolewa kufua boxer, siwezi nini na degree zangu nini, alimaanisha licha ya kuwa unavifanya hivyo vitu, you need to be yourself. Uwe na kitu chako cha kufanya nje ya ile ndoa. Wewe na mume wako, you need to have a vision and a mission. Most of the times, a woman anakuwa na vision yake, mwanaume na vision yake, you talk through it and then ile inakuwa mission ya ndoa nzima. Mnaamua sasa, mwanaume ndo anaenda kusukuma ile mission, mwanamke unabaki nyumbani unailea familia vizuri. Niambie mwanaume imemshinda hiyo mission. Na wewe vision yako nao kichwani, unajua namna ya kuipeleka, umempa mwanaume imemshinda, unafanya nini? Wangapi mnagongewa majumbani kwenu jamani na madeni? Yaani hilo tu la madeni, ni familia ngapi? Mwanaume anakurudia ndani na madeni, inabidi uanze kuhangaika wewe kulipa vile vitu na ile hela hujaitumia. Kwa nini mnajifanya hamuelewi vitu? Mnaelewa vizuri sana. Yaani mnaelewa vizuri sana, ila mnaamua kujifanya hamna akili. Hakuna sehemu yule mama aliposema msifue. Wewe kama unafua, mfano tu nijitolee mfano mimi. I have my own businesses, ninafanya vitu vyangu vizuri. Usiombe mimi nikawa kwenye mahusiano. Mimi hata hivi ninavyotoa sauti uisikii kwenye mahusiano, uisikii ndugu yangu. Especially pale ambapo mwanaume wangu ni kiongozi, tunasikilizana, ananisaidia hapa na pale. Mipango yangu najua kabisa nina mtu ni kiongozi. Mambo yamenishinda huko nje, nikirudi nyumbani nitamwambia mume wangu au mwanaume wangu, jamani baby, 1 2 3 imenishinda, nifanye nini? Aniongoze vizuri. Sasa kama nataka yale mawazo yaendelee kuwepo, nataka mwanaume wangu aendelee kunisikiza. Of course nitatoka kazini, nitarudi, nitampikia chakula kizuri kama cha 5-star hotel. Chumbani nitafukiza udi. Maji nitatilia maua mama. Hamnijui tu mimi nikiwa kwenye mahusiano, hamnijui. Sijawahi kuwaonesha huu upande. But I also have nyakati zangu ambazo I love a person. Amenikubali, naona kabisa tunasaidiana, yani pa kuna vision, kuna kitu tunakitengeneza. Siwezi kukubali kuwa officer huko nje afu nije na tena ni officer. So kweli I am sweet and soft. Boxer nazifua, tena nazinunua mwenyewe. Asubuhi najua mimi kabla mwanaume wangu ajienda kazi inabidi nimtengenezee chai, inabidi nimtengenezee breakfast. Akishaondoka kama narudi kulala sawa, niende kazini. Muda fulani kabla mwanaume wangu ajarudi inabidi niwe nyumbani, nimwandalie chakula, nimfanyie 1 2 3. Na kwa nini napata huo uwezo? Ni kwa sababu ikitokea hata mimi kule kwenye mambo yangu nimekwama, nikimwambia mume wangu naomba nisaidie, atajazia pale. Kwa sababu ukiachana na biashara na play part yangu kama mke nyumbani. Mnajifanya mkumwelewa Pastor Rose nini? Ndio nyie mnajifanya afu mtoto vya chuo. Jumamosi mapema sana kwenye kiboda boda na kiwigi unaenda kuchukua UTI ya mwenzio aliyoacha Ijumaa.
Wengine ni wamama ambao mko nyumbani, inakuuma kwamba kasema ukweli, lakini utafanya nini? Uchungu ule unaenda kuweka kwenye comment. Kubali, piga magoti chini, sali, muombe Mungu akusaidie. Acha kujifanya muelewi vipi. Mimi sijui mna nini, unafiki.